Penzi la dhahabu, sehemu ya kwanza. Jioni ya joto ya Jumapili katika ukumbi wa sherehe za hoteli ya Kilimanjaro, Ahmed, mfanyabiashara tajiri wa mitungi ya dhahabu, akiketi peke yake akitazama watu wakicheza. Machozi yalimlenga kwenye kioo chake cha pombe. Alikuwa na utajiri, lakini upweke uliukumba moyo wake. Ghafla, sauti ya kike iliyonyoroka kama muziki wa filimbi ilivunja ukimya wake. Unaona kuna mtu anayeweza kukupa raha ya kweli hapa? Neema, mwanamke mwenye sura ya kifalme na hariri ya kitenge, alisimama karibu naye. Ahmed alijawa na mshangao. Hakuwa mwenza wa kawaida. Alikuwa na ujasiri uliovutia na macho yaliyozungumza lugha ya siri. Raha? Ahmed alicheka kwa shida. Nina pesa za kutosha kununua raha yoyote. Lakini huwezi kununua upendo, Neema alijibu kwa tabasamu. Naona ukiwa na kiu ya kitu kisichozikika kwa pesa. Mazungumzo yao yalichukua masaa. Neema alikuwa mwalimu wa kuchora na alikuwa na ndoto ya kufungua chuo cha sanaa. Ahmed alijisikia akiogelea kwenye macho yake ya kina. Lakini usiku ule ule, Ahmed aliporudi nyumbani kwenye jumba lake kubwa, alikuta ujumbe wa kutatanisha kwenye simu yake. Kwamba anajua siri zako zote, atafanya kila kitu kukupoteza. Ahmed alianza kumtembelea Neema kila siku kwenye chumba chake kidogo cha kuchora. Alimpa zawadi, rangi za gharama, vitabu vya sanaa na hata gari jipya. Lakini Neema alikataa zawadi nyingi. Lakini siku ile ile Ahmed alipokuwa akimsubiri nje ya chumba chake cha kuchora, alimwona mwanamume mwenye rangi ya kahawia akitoka ndani. Mwanamume huyo alimtazama kwa macho ya ghadhabu, kisha akapotelea kwenye kona. Neema alikanusha kumjua yoyote. Lazima umekosea, alisema kwa sauti iliyotetemeka. Usiku ule Ahmed aliambiwa na rafiki yake kuwa Neema alikuwa na uhusiano wa siri na sheikh fulani wa kijiji, mtu aliyejulikana kwa uchawi na nguvu za kiroho. Miezi miwili ilipita. Ahmed na Neema walianza mapenzi ya dhati. Lakini kila wakati walipokuwa pamoja, Ahmed alihisi kuna jambo la kufichwa. Siku moja alimkuta Neema akiwa na buku la zamani lenye herufi za Kiarabu. Nini hiki? Aliuliza. Ni tu nakshi za kuchora, alijibu kwa haraka. Lakini Ahmed aliona wasiwasi machoni mwake. Alipochunguza buku baadaye, alikuta ramani ya eneo la kale la Misri na alama za msalaba wa dhahabu. Pia kulikuwa na picha ya mwanamume mwenye sura yule yule aliyemwona nje chumba cha kuchora. Ghafla simu yake ililia. Kwa namba
mpya asiyoifahamu. Amevuja siri zako kwa adui zako, atakufanya ufe kwa uchawi wake. Mwezi mmoja baada ya kupita, kulitokea na kifo cha rais wa Baniki aliyekuwa adui mkubwa wa Ahmed. Rais huyo aliuawa kwa sumu isiyojulikana. Polisi waligundua alama za kushangaza za kuchorwa kwenye sakafu, alama zilizofanana na zile alizoziona kwenye buku la Neema. Ahmed alihisi shaka kubwa. Alimhoji Neema, lakini alikana kuhusika. "Ninawezaje kuua mtu?" alilia. "Mimi ni mchoro, picha tu." Lakini usiku ule Ahmed alimfuata Neema hadi kwenye nyumba ya Sheikh wa kijiji. Aliwasikia wakizungumza kwa sauti ya chini. "Lazima tumalize kazi yetu kabla hajagundua," Sheikh alisema. "Lakini nampenda Ahmed," Neema alijibu kwa machozi. "Upendo ni dhaifu," Sheikh alikemea kwa sauti kali. "Tunafanya kazi ya kuokoa utajiri wa watu wetu." Ahmed alikimbia kwa hofu, akijua sasa kwamba mapenzi yake yalikuwa ni mtego tu. Ahmed aliamua kuchunguza zaidi. Aligundua kuwa Neema alikuwa na kaka aliyepotea miaka 5 iliyopita wakati wa kufukua hazina ya kifalme. Pia aligundua kuwa Sheikh huyo alikuwa kiongozi wa chama cha siri kilicholenga kurejesha utajiri wa kifalme wa kizamani kwa nchi ya Tanzania. Waliamini Ahmed aliwahi kuiba hazina yao na kuwaua wafanyakazi wake. Neema alipelekwa kumtongoza Ahmed na kumnyang'anya utajiri wake kwa njia ya uchawi. Lakini alizidi kumpenda na kuanza kuwa na mashaka. Ahmed alimwokoa Neema wakati Sheikh alipojaribu kumuua. "Nimekosea," alilia Neema. "Nilitaka tu kumtafuta kaka yangu aliyepotea." Walikimbia pamoja wakiwa wamejua hatari iliyowazunguka. Lakini kila walipokwenda, watu wa chama cha siri waliwafuata. Walikamatwa na kufungwa kwenye chumba cha siri chini ya jengo la zamani. Sheikh aliwafanya walegee kwa kuwapa sumu ya kuwafanya wasahau kila kitu. "Unampenda tena kama mwanamke wa kawaida," Sheikh alimwambia Neema. "Na wewe utakuwa mtumwa wangu." Lakini Ahmed alitumia akili yake. Alivunja kioo na kutumia vipande kujinyonga mkono ili kuepuka usingizi wa sumu. Ahmed alifanikiwa kuwaokoa wote wawili waliokuwa wametekwa na kuwateketeza nyumba ya Sheikh kwa moto. Walikimbia na kukimbilia polisi kuwasaidia kuwakamata wanachama wote. Baada ya kifo cha Sheikh, Ahmed na Neema walianza maisha mapya. Ahmed alimpa Neema fedha za kufungua chuo cha sanaa kama alivyotamani. Lakini siku moja Neema alipokea barua kutoka kwa kaka yake aliyejificha kwa miaka yote hiyo,
alikuwa hai na alitaka kumuona. Kaka wa Neema alirudi na kumwambia Ahmed kwamba hakuwahi kuiba hazina yoyote. Yeye na wafanyakazi wake walitekwa nyara na kufanywa kazi kwa nguvu kwa miaka yote hiyo. Ahmed aliwaokoa wote na kuwapa fidia. Mwishowe alimuoa Neema na wakaishi kwa furaha. Lakini kila mwaka wanapokumbuka siri zilizowazingira huwa wanatazamia nyuma kwa hofu. Je, kuna mtu anayeweza kuwafuatia bado?